nisijerejea enzi zile. Ninamshukuru Yesu kanikomboa, sasa mimi huru. Tawala maisha yangu yote, nitumie upendavyo. Wangu wajao unishike mkono, tembea nami El Shaddai, Baba ilinde imani yangu. Ninamshukuru Yesu kanikomboa, sasa mimi huru. Tawala maisha yangu yote, nitumie upendavyo. Wangu wajao unishike mkono, tembea nami El Shaddai, Baba ilinde imani yangu. Kweli nilihangaika, usingizini nikazidi mno, na faraja Mungu alishaandaa kunigutua. Bwana nakushukuru, kamtuma mwanao Mikaeli. Tena nakushukuru, kanitoa katika lindi la giza. Nizidishie Roho wako, azidi kuniongoza, zaidi anikumbushe nisijerejea enzi zile. Kweli nilihangaika, usingizini nikazidi mno, na faraja Mungu alishaandaa kunigutua. Bwana nakushukuru, kamtuma mwanao Mikaeli. Tena nakushukuru, kanitoa katika lindi la giza. Nizidishie Roho wako, azidi kuniongoza, zaidi anikumbushe nisijerejea enzi zile. Kweli nilihangaika, usingizini nikazidi mno, na faraja Mungu alishaandaa kunigutua. Bwana nakushukuru, kamtuma mwanao Mikaeli. Tena nakushukuru, kanitoa katika lindi la giza. Nizidishie Roho wako, azidi kuniongoza, zaidi anikumbushe nisijerejea enzi zile. Okay, nimearifiwa. Najua sikuwa najua. Sikuwa nafahamu kwamba Keberesi hawajaimba, si ndio? Alafu Nazareth pia hawajaimba. Kwa hivyo wanapotoka hapa Heaven Targetas, mnakuja hivyo hivyo hizo kwaya. Daniel's Memorial. Kwaya ambayo nilipenda sana kwanza wakati ule nilipokuja. Daniel's Memorial, mtapata nafasi ya kuimba. Heaven Targetas wako wapi? Manake wakati umeisha. Ili mtumishi wa Mungu anaposimama, atasimama kwa dakika chache tu, tuwe na kipindi hicho cha nyimbo, tukimaliza tukimachi hapa, tukienda nyumbani. Kwa hivyo watapata nafasi, yeyote yule ambaye alikuja na kwaya, utapata nafasi ya kuimba kwa muda unaobakia ili kwamba tuweze kwenda nyumbani. Kwa hivyo msijali kabisa, manake muda upo, manake mtumishi wa Mungu atasimama kwa dakika chache tu. Dakika kama 30 hivi, saa 11 kamili ameshamaliza.
na sisi wote tuweze kwenda nyumbani. Kesho tukutane hapa saa 11 asubuhi kwa maombi na kutafuta uso wa Bwana asubuhi. Kwa hivyo karibu. Asante. Basi, God is good, and all the time. That is his nature. Hallelujah. Chingakie chiabano mugaso tutaide tuchake bibindi muna tuachakira matera iga naende nkogendera tule ko narenge ko basaba iga abana bali baito babwate chinyange mwarenge gwancha moire ngora kiagera bono ngokora turo mugutano gaiga enyange imuranye tiga konye minyokia asa abande togweta iga komurancha abana bali bakonya kogenda chinyange iga moire ngora mwambire mwatuo miromo ngino ndabune nyange iga mura ira ngora abana bali baito mbya mono sana egia kabere omogeni nare orenchiraria otageto mongino korokwa birisika okuganye tari nchiraria ogende gochia korore aseigo abadikoni n'abadikones take church kangaria so mwana oliako minyoka nenyangaria mwamotebirigende gochipara ruguru ntutanye gutangasa iga abadikoni n'abadikones take church. That is our responsibility for the 2 weeks. Igogo chauraria naye gebendo tebyo mwana ina irengora kana ire nyange ochoru ndie wiki yo motienyo 12 bone kegwande kekiranda ya mamlaka ya Mungu kiagera kende keise koba we are answerable. Igaba abadikoni mo ikaransa that things are doing well when they are not doing well. Igoba no nikende na toiwana ne irabu basibika nayo takeira alinchira basibika genda gochiariga manyora no mogeni ona araria na ndo morente gochi kanisa ga nerara ihuringa neri mabiri gago cha munya kugambira murabuga otegererete. Haleluya. Mbiyamono sana abateri mbiyamono sana even targeters na abande bali mwaterire na ende chikwanya na chitoga netia kire chingaki kire kwa yango terere unity ikoira na busa. Thank you so much. Asante mtumishi wa Mungu Robinson tumekuwa tukihubiri pamoja naye kwa muda mrefu sasa, na ni mzee ameoa na ni mzee wa kanisa, bali kuwa rafiki yangu lakini ni mdogo wangu kwa miaka. Kwa hivyo nakubali kwamba na nashukuru Mungu kwamba aweze kukutumia. Tuombe ili kwamba tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Asante Bwana wetu na mfalme wetu, ni asante kwa maana umekuwa nasi. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetutendea. Hivi sasa mtumishi wako anaenda kusimama kutupa sauti yako na neno lako. Hebu sasa neno lako liweze kupata penyo katika mioyo yetu, liweze kutubadilisha kwa ajili ya utukufu wako. Mpe hekima na busara inayotoka kwako, nena kupitia kwake, ili jina lako lipewe sifa katika sehemu hii. Asante Bwana kwa sababu utatenda. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen.
Basi nataka niwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu niwasalimie kwa salamu za mkutano huu. Give me Kenyenya or I die. Wamesahau tayari Lamek. Give me Kenyenya or I die. Jesus is coming soon. Kweli, kweli. Yesu anakuja na sio hekaya tena. Yesu anakuja ni habari za uhakika ya kwamba anakuja kwa mara ya pili, na kuja kwake kumekaribia tena zaidi ya namna ulivyoanza kuamini. Na ndiyo kwa sababu mioyo yetu ina uzito na mzigo mzito wa kuona kwamba ndiyo Yesu anakuja. Lakini Yesu anapojiandaa kuja pia, wengi wanapotea katika dhambi. Wengi wanazidi kufungwa na ibilisi mwovu shetani. Na kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni, tuna mzigo mzito katika majuma haya mawili. Kwa kuwa Yesu anakuja na kwa sababu kuja kwake kumekaribia, hivyo imetupasa kuteka sehemu hii ya Kenyenya. Imetupasa kuwatafuta wale ambao wamepotea gizani. Imetupasa kulitafuta kundi la Mwenyezi Mungu ambao lipo katika sehemu ya nje, tuwalete kundi moja chini ya mchungaji mmoja. Basi mchana huu niko na mzigo mdogo tu wa kutua. Mzigo wangu ndani ya dakika hizi chache ni kukuambukiza roho ya kuwa mwinjilisti. Mchana huu nikisha kuambukiza roho hiyo mchana huu, kesho utawaleta watu kwa Yesu Kristo tunapoanza mkutano huu rasmi kwa kuleta habari za Yesu na habari za kuja kwake kwa mara ya pili. Kwa hiyo mchana huu natamani mwisho wa dakika hizi chache niwe nimekuambukiza roho ya kuwa mwinjilisti. Majuma haya mawili usahau ya kwamba sio Robinson tu aliyemhubiri hapa, sio mchungaji Fadhili pekee yake aliyemhubiri hapa. Hata wewe unapaswa kuwa mwinjilisti ndani ya majuma haya mawili, usike kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Tutafunikwa na ombi ambalo tayari limepeperusha hewani na Lamek. Niruhusu nianze kusema kwamba kama tungekuwa katika mchuano wa mpira, dakika ambazo zimesalia katika uwanja huu ni dakika chache tu. Labda niseme ni extra time ambazo tunachezea. Manake soma za Biblia zinaonyesha ya kwamba hatuishi tena kipindi cha kanisa cha Efeso kama tatumia makanisa 7. Tumepiga hatua, tupo katika kanisa la mwisho Laodikia, kipindi cha lala salama. Hatuishi tena kipindi cha farasi mweusi kwa wale ambao wanasoma Ufunuo sura ya 6, au farasi kijivujivu au farasi mweupe. Hapana, tunaishi kipindi cha lala salama cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 12, tunateremka taratibu hadi mstari wake wa 17. Sikia namna Mungu asemavyo. Ufunuo 6, soma kutokea mstari wa 12 twende hadi 17. Inasema, nami nikaona, sawa, alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Teremka kabisa. Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Twende. Mwezi wote ukawa kama damu. Sawa. Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukitishavyo. Tulia hapo tu kidogo. Niruhusu nikupatia historia fupi kisha niendelee na kuhubiri. Biblia inapeana matukio matatu katika fungu ile la Biblia. Inasema ya kwamba kutakuwepo na tetemeko kuu la nchi, kisha nasema kutakuwepo na giza, kisha nasema nyota za mbinguni zitaanguka. Nikwambie ndugu yangu mpendwa ambao unanisikiliza mchana huu wa kipekee, matukio hayo matatu yamekwisha tokea katika historia ya kuweko mwanadamu. Matukio hayo matatu yamekwisha tokea katika historia ya kuwepo mwanadamu. Na kama kanisa tunaamini ya kwamba tetemeko la mwaka 1755 lilifikisha unabii, kwa sababu wanasema hakujawahi kuonekana tetemeko kubwa kushinda la Lisbon, Portugal mwaka wa 1755. Nivumilie kwa historia dakika 5 tu alafu nitazungumza na wewe. 1755. Najua nikianza mahesabu basi watu wanatamani wakimbie, lakini vumilia dakika 5, it's for your importance. Hakuna limewahi kuwa kubwa kushinda hilo. Wanasema ilipopimwa katika Richter scale, magnitude yake ilikuwa ni 8.5. None of it iliwahi kupita hiyo. Waliokufa 1755 na Lisbon, Portugal earthquake ni malaki ya watu walikufa na wakapoteza uhai.
Mwaka wa 1783 mchana jua haukutoa mwangaza. Jioni hiyo mwezi haukutoa mwangaza. 1780 haikutoa mwanga wake. Mwaka wa 1833 nyota za mbinguni zikaanguka kama jinsi Biblia ilikuwa imetabiri. Ni kwa nini nimerejelea matukio hayo? Biblia imesema kutakuwa na hiki, kutakuwa na hiki, kutakuwa na hiki. Haya, soma. Kinachopaswa kufuatiwa ni nini? Soma tuende. Biblia inaendelea kwa kusema, sawa, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukitishavyo mapoza yake. Twende. Utikiswapo na upepo mwingi. Sawa. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa. Baada ya matukio hayo matatu kutukia, Biblia inasema tukio linalopaswa kufuata ni mbingu kukunjwa kama ukurasa. Soma tuende. Mackenzie. Na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Twende. Na wafalme wa dunia. Tulia hapo. Biblia inasema tukio ambalo linapaswa kufuata baada ya matukio matatu kuonekana katika historia ya ulimwengu huu, tukio linalopaswa kufuata ni mbingu kukunjwa kama kurasa, milima na visiwa kupisha njia, kwa sababu sasa jemedari wa vita Yesu Kristo anajiandaa kutokea mawinguni kwa mara ya pili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunaishi kipindi cha lala salama wapenzi. Tunaishi kipindi cha kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Kama 1755 earthquake ilifanyika, kama 1780 ikapitia dark day ya Amerika, kama 1833 nyota zikaanguka, ni hakika ya kwamba si kitambo Yesu Kristo anakuja kwa mara ya pili. Jamani, nimesema Yesu Kristo anakuja kwa mara ya pili. Ni hakikisho, sio hekaya za abunuwasi tena. Ni jambo la uhakika ya kwamba Yesu anakuja. Lakini hili ndilo jambo la kusikitisha. Soma sasa, twende. Inasema na wafalme wa dunia. Teremka kabisa. Na wakuu na majemedari. Twende. Na matajiri na wenye nguvu. Na kila mtumwa na muungwana. Wakajificha katika pango na nchi ya miamba ya milima. Soma kabisa. Wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Soma. Na hasira ya mwana kondoo. Maliza twende. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Tulie hapo. Sasa anaonyeshwa mtu wa Mungu kwenye kisiwa cha Patimo ya kwamba ndiyo Yesu anajiandaa kuja mara ya pili. Ndiyo Yesu anakuja na ni hakika ya kwamba atakuja. Lakini wakati Yesu atakapotokea, nisikia hapo kwa makini. Wakati Yesu atakapotokea, taswira ni kwamba kuna kikundi cha watu ambao wanaonekana wakikimbia, wanaonekana wakijificha, wanaonekana wakitaka kusitiriwa. Hawawezi kustahimili utukufu wa Mungu anayeshuka. Kwa nini? Kipindi hiki ambacho Yesu anajiandaa kuja, shetani yuko mbioni kuhakikisha jitwalia kundi ambalo halitaweza kustahimili utukufu wa Yesu anapokuja kwa mara ya pili. Kipindi hiki Yesu anapojiandaa kuja, maana Biblia inasema kwamba akija kutakuwa na watu watakaokimbia, watakaojificha, watakaoweza kutostahimili utukufu wa Mungu. Ina maana kipindi hiki tunapojiandaa kumpokea Yesu Kristo, shetani pia yuko mbioni kuandaa kundi ambalo halitaweza kustahimili utukufu wa Mungu anayekuja. Wakati watakatifu wa Mungu watakuwa kishangilia na kusema haleluya, huyu ndio Mungu tumekuwa tukimsubiri, kutakuwa na kundi la pili ambalo linasema hatuwezi kustahimili, hatuwezi kusimama, na hilo kundi linaandaliwa sasa hivi na Ibilisi. Na ili shetani asifanikiwe, ili shetani asijichwalie kundi zaidi, ili shetani asiwe na watu ambao watakimbia milima na mianga na kuangukie, kenyenya lazima Bwana aiteke ndani ya majuma haya mawili. Ili Mungu awe na kila angalau watoto waliowanunuliwa kwa damu yake ya thamani, Bwana amekusudia majuma haya mawili literally achukue
brands plucked out of fire. Yani achukue vigingi ambavyo vilikuwa ndani ya moto, aviondoe motoni, aviingize katika safari ya kurithisha uzima wa milele. Na mkutano huu wa injili ameweka kwa sababu mimi na wewe tuhusike kuhamisha kutoka motoni, tuhusike kuhamisha kutoka kumwogopa Mungu anayekuja, tuhamishe tuwaingize kwa katika kundi ambalo litasema haleluya, huyo ndio Mungu tulikuwa tumemsubiri na ametokea ili kwamba atuokoe. Mimi na wewe ni wahusika majuma haya mawili, ni wainjilisti majuma haya mawili, kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Na kama tutanyamaza, kama hatutafanya sehemu yetu, kuna kundi ambalo shetani atakwepa nalo. Kuna kundi ambalo shetani ataangamia nalo. Kuna watu ambao walinunuliwa kwa damu ya thamani ambao hatimaye shetani atakwepa nao. Lakini kwa sababu tunaenda kuhusika, Bwana atajitwalia watu majuma haya mawili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atajitwalia watu majuma haya mawili. Unajua, Mungu anajali sana kuhusu ukombozi wa watoto wake. Mungu anajali sana kuhusu ukombozi wa watoto wake. Na kama kuna kisa kimoja cha Biblia ambacho kitakufanya uione tabia ya Mungu namna anavyojali watoto wake na masuala ya ukombozi, ni kisa cha Daudi na namna alivyomshughulikia mtoto wake, kijana wake Absalomu. Absalomu hatutasoma. Ukisoma Biblia ya kwako inasema kwamba Absalomu alifanya makosa ambayo kama wewe ungekuwa baba yake ungetamani kumuua. Sema mambo matatu. Jambo la kwanza, Absalomu alimuua ndugu yake Amnon. Jambo la pili, Absalomu akalala na wake za baba yake, akalala nao, akamua hivyo Absalomu. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye amelala na mke wa baba yake, amemuua mtoto wa baba yake. Jambo la tatu, Absalomu alijaribu kupindua serikali ya baba yake. Sasa wewe niambie, kama huyu angekuwa mtoto wako Mackenzie, amekulia kijana wako, amelala na mke wako, tena isitoshe huyu amejaribu kupindua serikali yako, kama angekuwa mtoto wako, wewe ungefanya nini haswa? Ni kipi ambacho ungekifanya? Lakini sikiliza, Daudi ni mtu wa ajabu. Hebu nenda Samueli wa pili usikie jinsi Daudi ni mtu wa ajabu, sura ya 18. Yeye licha haya yote kufanyika, sikiliza jinsi Biblia inasema kumhusu huyu. Samueli wa pili sura ya 18. Sura ya 18. Wanaenda vitani, na wanapoenda vitani wanapatiwa masharti ya kwenda kupigana vitani. Daudi anaambia jeshi lake, na kupatia mstari wa kusoma, nendeni mpigane, lakini hakikisheni hamjamgusa Absalomu. Hakikisha Absalomu amewachwa, msimguse. Manake Daudi was in the interest ya maisha ya Absalomu, licha ya udhambi wake. He interested ya kwamba abaki hai. Vita vikafanyika, alafu wakarudi na ujumbe. Verse 28 inasemaje? Verse 28 2 Samuel chapter 18. Wakarudi na ujumbe kwa mfalme Ahimazi. Twende, inasema Ahimazi akainua sauti yake, twende, akamwambia mfalme amani. Akainama mbele ya mfalme kifudifudi akasema, ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyewatoa watu hao walioinua mikono yao juu. Samahani. Leo Mackenzie umelishwa nini mchana? Samahani, kurasa za Biblia. Haya, sawa. Inaendelea kwa kusema, inasema ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyewatoa watu hao walioinua mikono yao juu ya bwana wangu mfalme. Soma kabisa. Mfalme akauliza, je, yule kijana Absalomu yu salama? Tulia hapo. Ahimazi amekuja na furaha. Yeye alikuwa kwanza kufika. Anapofika anamwambia Mungu ahimidiwe, manake watesi wako wote Mungu amewashughulikia. Mfalme, leo umeshinda, ni siku nzuri. The first question David anauliza, je, is the young man Absalom safe? Furaha yake haikuwa ni victory. Alikuwa akitaka kujua, is the young man Absalom safe? That's what alitaka kujua kabisa. Second, mtu wa pili. Soma mstari wake wa 20 na ngapi hapo chini sasa? Tumefika. Soma 31. Mtu wa pili akaja. Na tazama, Mkushi. Yule Mkushi akafika. Sawa. Mkushi akasema,
nina habari kwa bwana wangu mfalme. Twende. Kwa maana Bwana amekulipiza kisasi leo juu ya hao wote walioinuka kupigana nawe. Soma kabisa. Naye mfalme akamwambia yule Mkushi. Akamwambia Mkushi, yule kijana Absalom, je, yu salama? Tena mtu wa pili anamwambia mfalme, Mungu ashukuriwe, Bwana ameshughulikia watesi wako. The same interest again, mfalme anamuuliza, sawa vita vimeshindwa, but is the young man Absalom safe? Concern yake haikuwa ni ushindi wa vita. Concern yake ilikuwa ni usalama wa Absalomu. Alitaka kuhakikisha kwamba Absalom is safe. The last verse, alafu ni seme an important statement. Verse 33. Ilipotukia kwamba amekufa, habari zilipomjia Daudi kwamba amekufa. Kumbuka, aliyekufa hapa ni mtu amemnajisi binti yake. Aliyekufa hapa ni mtu ambaye ameua kijana wake. Aliyekufa hapa ni mtu amejaribu kupindua serikali yake. Like, listen, verse 33 inasema, naye mfalme akataabika sana. Mfalme akataabika sana. Akapanda juu. Akapanda juu. Akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango. Soma kabisa. Akalia. Akalia. Na katika kwenda kwake alisema hivi. Akasema vipi? Twende. Mwanangu Absalomu. Mwanangu Absalomu. Mwanangu. Mwanangu. Mwanangu Absalomu. Soma kabisa. Laiti ningalikufa badala yako. Anasema laiti mimi Daudi ningalikufa badala yako. Soma kabisa. Mwanangu. Mwanangu. Daudi, kijana ambaye alikuwa amemnajisia binti, kijana ambaye alikuwa amemuulia kijana wake wa kwanza, kijana ambaye alijaribu kupindua serikali yake, yeye anasema afadhali mimi ningekufa lakini sio wewe Absalomu. Sikilizeni ndugu na dada wapendwa, Mungu anajali sana ukombozi wa watoto wake hapa nje zaidi ya chochote kile. God is concerned about the salvation of his children more than any other thing. By the way, atafanya kila awezalo kumwokoa mwanadamu aliyemnunua kwa damu yake ya thamani. God will go out of order, by the way. Atavunja kama ni sheria za nature. Atafanya kila awezalo ili kwamba hakikishe amewaleta watu kwa Yesu Kristo. Na by the way, it's true. Ukitaka kuona sema Mungu hufanya miujiza ajabu ni katika misheni. Si hata leo uliona alisimamisha mvua. He does that. Wewe wakati mwingine unatoa mvua imechacha, unatamani kwenda kazini, unatamani Mungu asimamishe, na wakati mwingine haisimamishi. But when it comes to soul winning, Mungu anaweza fanya chochote kuhakikisha ameokoa watu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Because God cares so much for the welfare ya watoto wake. Anajali sana. Wewe unamwona ni mlevi, Mungu anamwona ni mwana wake anayepaswa kupata uzima wa milele. Wewe unamwona kwamba ni mkahaba, Mungu anamwona ni binti anayepaswa kuvishwa joho la kifalme. Unamwona kwamba ni mwasherati, dawa za kulevya zimemwangamiza. God sees them as a candidate for heaven. Na atafanya kila awezalo kuwaleta. Asa ili afanikiwe, ametuhusisha. He has given us a privilege. By the way, it's a privilege. Ametupatia privilege ya kipekee. Gabriel angeweza kushuka ashike kibweta badala ya Pastor Fadhili. Atume malaika mwingine ashike microphone badala yangu. Angeweza kutuma malaika waje wa connect mitambo. Angeweza kutuma malaika waje wafanye organization. But he has given us a privilege to be collaborators with him. Kwa wahusika na yeye tuwalete watu kwa Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Juma hili husika. Husika kuwaleta watu kwa Yesu. Manake Yesu anajali kuhusu usalama wao. Wanaambia watu mfano huu. Hapa nina kitambaa. Hichi kitambaa nikikitumia hapa katika mahubiri, nikimaliza nikiondoka hapa kitaoshwa. Sababu kwa nini kitaoshwa ni kwa sababu bado ninakiona kuna thamani kwangu. If it's useless, I don't waste soap and water on this. Natoka hapa, natafuta the nearest dustbin natumbukiza ndani. Lakini kwa sababu bado ina maana, nitakiosha because I'm supposed to use it again. Najaribu kusema nini? Ukimwona Yesu aliacha barabara za dhahabu, aje
aje atembeleza vumbi. Ukimwona Yesu aliacha taji ya dhahabu inang'aa, aje avaa ya miiba. Ukimwona Yesu aliacha mahali malaika wanamuinamia, aje atembee watu na kutukana. Ni kwa sababu sisi ni watamani kwake, na thamani yetu inapimwa na damu yake. Our value is not measured in our education. Thamani yetu inapimwa kwamba damu ya thamani ya Yesu Kristo inapaswa kutusafi sote. Wewe uliye kanisani, yeye aliye nje, yule ambaye hajamsikia Yesu Kristo, sote damu ya thamani inapaswa kutupatanisha na kutufanya tuwe warithi wa uzima wa milele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi kazi yetu ni ndogo majuma haya mawili. Number 1, utahusika vipi? Na tamani ni kuambukize the burden of perishing souls. Uwe na makusudi kwamba majuma haya mawili magoti yako yatachubuka kuombea mkutano huu, ili kwamba Bwana atupatie ushindi ulio hakika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakileta watu kubatizwa tunasema Bwana give us one more. Bwana give us one more. Leo wamekuja watu hapa. Maombi ya leo jioni ni kwamba Bwana give us one more. Ni one more. Imagine kama sote tukiweza kuomba give us one more. One more, one more, one more. At the end of the crusade tutakuwa na ushindi wa hakika, manake Bwana amejibu maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. So your prayer number 1, God give us one more. Tupatie moja zaidi ili kwamba Bwana ujitwalie watoto wako. Lakini number 2, alika. Alika. Invite. Wewe usijali na mwalika nani, alika. Wewe mwambie twende kuna mkutano. Mwambie asubuhi kuna maombi. Nani hataki maombi? Mwambie asubuhi kuna maombi pale, twende. Invite. Akifika hapa nakwambia hata kuja kusikia Kiswahili cha Mtanzania, hata kuja kusikia Kiswahili cha Mpwani, hata kuja kusikia kizungu cha wazungu, atakaye kutana ni hapa ni Yesu aliyemfia msalabani. Na huyu akikutana naye hapa haondoki bure, lazima atanaswa. So wewe alika. Invite and invite and invite. One thing, pray. Number 2, alika. Na tukifanya hivyo, hatima ya majuma haya mawili tutakuwa tumehusika kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Tumehamisha watu kukimbilia miamba, tumewaregesha ili kwamba waseme haleluya, huyu ndio Mungu tumekuwa tukimsubiri. My last illustration, alafu niondoke hapa mbele. Kijiji kimoja kilipatana na kikundi cha watu ambao walikuwa wanataka kupindua serikali. Walikuwa wanataka kupindua serikali ya mfalme aliyekuwa anaongoza. Watu wakakusanyana wakajaribu. Bahati mbaya kabla wafaulu, mfalme akatambua. Alipotambua ya kwamba kuna kikundi kimekuwa kikipanga kupindua serikali yake, akawakamata. Sasa alipowakamata, nisikilize kwa makini kabisa. Alipowakamata wakahukumiwa kunyongwa. Kwenye kijiji kile watu walikuwa wananyongwa kupangishwa mstari. Unapangishwa mstari hivi, anakuja wa kwanza, unapanda juu, sturi inapigwa teke, unaanguka chini, unanyongwa. So foleni ikawa imeungwa, watu wananyongwa mmoja baada mwingine. Akapita jamaa fulani sehemu ya ambao watu wananyongwa. Alafu alipoangalia akaona kuna mtu amekosekana, akakimbia kwa ikulu mbio kwa mfalme. Akamwambia mfalme, nimeona watu wananyongwa kule. Kwa sababu alikuwa anajaribu kupindua serikali. Ndio. Kuna mtu hayuko hapo, anapaswa kuwa hapo mfalme. Anamwambia ni nani? Si ni gavana wa kijiji? Akasema hapana. Mimi gavana ni rafiki yangu bwana. Haezi kupanga njama dhidi yangu. Akasema ujui. Yeye ndiye alikuwa ni ring leader wa kuandaa mapinduzi. Mfalme akashawishika. Akasema gavana aitwe, aende anyongwe. Gavana akachukuliwa. Akifika kwenye laini, ilikuwa laini ndefu, kwa hivyo yeye ni mtu wa mwisho. Kwa hivyo watu wanazidi kunyongwa. Kapita mtu mwingine pale tena. Akamwona gavana kwenye laini, akamwambia gavana unafanya nini hapa? Akamwelezea jinsi amefika hapa, akamwambia kwani mfalme hajui ya kwamba wewe ndio umemwokoa? Hajui kwamba kama si wewe angepinduliwa serikali? Lazima nikamjuze mfalme. Mbio mbaya kwa ikulu. Akamwambia mfalme, umefanya kosa kubwa sana. Nini mbaya? Yule gavana ambaye umemhukumu kunyongwa ndiye amekuokoa, muondoe. Mfalme akashawishika tena, akachukua barua this time round, akaandika barua. Baada ya kuandika barua akaipeana kwa mtu ambaye alikuwa anapaswa kupeleka mahali watu wananyongwa. Yule jamaa akachukua barua, akaenda na kwake nyumbani. Akakaa chini akasema nipatie chakula nile. Akapewa chakula kala. Nipe maji moto nioge. Akapewa maji moto akaoga. Kumbuka laini ya kunyonga watu inasonga kule.
ana pardon letter, ana barua ya msamaha ya governor. Barua ya msamaha governor ameishikilia, akala, akanywa, akaekewa muziki taratibu, kisha ndiye akatoka polepole kwenda. Alipofika, najua natamani nikwambie kwamba alipata governor hajanyongwa, lakini sivyo. Alimpata governor akining'inia. Listen, we have the pardon letters in our hands for God's children outside here. Tuna barua za misamaha za watu hapa nje. Tatizo tumechagua kuzikalia, na wanakufa katika dhambi. Shetani anawaponda na kuwasagasaga. Wapendwa, tuachilie barua za watu za misamaha. Let's release the pardon letters. Tuwe wainjilisti these 2 weeks. Waambie Yesu anakupenda, Yesu anakujali, twende mkutanoni. Unasumbuka na mzigo mzito, twende kwa Yesu Kristo. Let them come, ili kwamba waje wakutane na Yesu aliyefia msalabani, Yesu aliyefufuka hatimaye, Yesu anayekuja kwa mara ya pili tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngapi anasema tutahusika majuma haya mawili kupeana barua za watu za misamaha? Kama ni kweli namaanisha, simama sasa, songea hapa karibu, uje. Tunataka tuombe kwa sababu yako wewe ambao unasema nitahusika majuma haya mawili kuwaleta watu kwa Yesu. I will be involved this particular 2 weeks. Kwa maombi, kwa kualika, nitakuwa involved to bring people to Jesus Christ. Pastor Fadhili, come. Nitakuwa involved. Manake najua kundi linamezwa nje. Najua kundi, nimesema watu waje karibu huku tuombe pamoja, hivi ndio tunamaliza ibada hivi. Watu waje tu. Tunataka jioni hii tuombe ili kwamba Bwana kwa neema yake hii roho ya kuwa wainjilisti ichochewe ndani yetu. Barua za misamaha zianze kusambazwa. Mwambie Bwana anakupenda, umlevi lakini Bwana anakupenda. Unajua asubuhi hata nimwambia mchungaji alipomaliza mahubiri, kuna kipengele pastor alitaja kwa Samuel, nikamwambia mimi mwenyewe linigusa moyo wangu, manake niliona namna Bwana ni wa neema sana. Alisema ati Bwana aliamkia kwenye kifua cha kahaba, lakini bado Mungu akampatia uwezo wa kung'oa gate ya siti kwa mikono yake. It means the grace of God is still sufficient. Bado ipo mbioni kuwatafuta watu. No one is broken beyond repair. Bwana yuko mbioni kuwatafuta watu. Tuwe na roho ya uinjilisti. Alika. Ukitaka mkutano ufanikiwe majuma mawili, alika. Ukitaka mkutano ufanikiwe, omba. Actually, kabla hujaenda kualika, ambie Bwana ninaenda kumwalika, ninakuomba gusa moyo wake akubali kuja. That's all. Ambie Bwana ninaenda kumwalika, gusa moyo wake aje. Na nikwambie Bwana atatangulia mbele yako na atayeyusha moyo, na utakapomwona amepiga hatua kujitoa kwa Yesu Kristo, utakuwa na tabasamu, maana umeleta roho kwa Yesu Kristo. Welcome pastor. Amen. Tutaimba fungu la wimbo namba 161, fungu la kwanza, lakini tutaimba fungu la 4 na la 5, na kisha nitakwambia kile kinafuata, na hapa tutakuwa na Pastor Rebecca tutaomba pamoja hapa hatimaye. Lakini kabla hatujafika hapo, hebu tuimbe kwa tafakari ya kwamba piga panda na ya makelele. Isaya anasema piga kelele, usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu makosa yao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Piga kelele, usiache. Na kama mtagundua wakati tunaenda kuimba ni kwamba leo tulikuwa tunakuandaeni nyinyi kwa ajili ya crusade. Na hivyo crusade inaanza kesho alfajiri tangu saa 11 kamili. Yaani ukija saa 11 kamili tumeshaanza alfajiri. Na nataka niwaambie, kama una ndugu zako kule Keroka, Ogembo iko hapa karibu, just ask them. Huwa tunajaa. Na huo ni mkutano wa watu kabla hawajafanya hii ina tuzime moja nafikiri, anyway. Na kwa hiyo huwa tunatamani watu kabla hawajaenda kwenye mashamba, kabla hawajaenda kwenye biashara, kabla hawajaenda shuleni watoto, na we'll keep time. Saa 11 straight, saa 12 straight, watu waondoke waende kwenye majukumu yao. Na baada ya hapo mchana ama jioni tena straight saa 9 nyimbo zinaanza, saa 10 kwenda pale vipindi vimekaza mwendo, na mpaka saa 2 usiku tunakuwa tumeondoka hapa. Kwa hiyo tenga ratiba yako,
Kama unaenda shambani, nenda saa 1, rudi saa 7, kula, pumzika, njoo. Kama unaenda kwa duka, niwaambie pia ushuhuda, nendeni mkafungue maduka wakati ambao crusade haijaanza. Mtapata wateja ambao mngeweza kuwapata hata masaa ya crusade. This is only it needs only confidence to believe and trust. Wale wateja ambao unawataraji kwa siku nzima, Mungu akupe kwa muda ambao ni kabla ya crusade. Nenda na bidhaa zako kauze, nenda kafanye mambo yako yanayowezekana, na kishapo ihudhurie crusade ambayo hata walio sehemu kubwa ya wagarimika wa effort hii ama mkutano huu wametoka mbali, na ni neema ya Bwana na ametushukia. Na hata hivyo niwapongeze, mchana huu pia mmejitokeza kwa wingi sana. Mungu awabariki sana. Basi tuimbe kwa sababu ya kusimama na lile beti la 4 nasema, kuona machafuko tunajua kwamba Yesu yuaja tena. Mataifa yanakasiriana, tunaona wanavyopigana mataifa. Hizi ni dalili za kutuambia Yesu anakuja tena, na ya kwamba maradhi yanayoongezeka, hofu imezidi kutuhubiri ya kwamba Yesu yuaja tena. Taabu, njaa hutulilia kwamba Yesu yuaja tena. Njaa, hofu, taabu. Kila mtu hapa ana taabu zake, kila mtu ana hofu. Nimeangalia mtandaoni, anxiety ndio the most leading disease, na nilikuwa naangalia katika mambo ya epidemiology ni ya kwamba magonjwa ya akili sasa yanashamiri. Huu wote ni uvumi, kama waimbaji wa maimba katika nyimbo hii, kwamba tamko la hatari ni hili: Yesu anakuja tena. Na ni tamko la heri kwa wanaojiandaa, ni la hatari kwa ambao hawajajiandaa. Anakuja Yesu Bwana wetu. Karibuni choristers. Piga pandana ya makelele, twende. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaze sauti, imbeni kwa sauti kubwa na kwa furaha, Yesu yuaja. Kila mtu achangamke, Yesu anakuja tena. Rudia beti la kwanza. Hebu tulia pale. Nenda beti la kwanza. I need everyone to be so happy, delighted that Jesus is coming. What a good news it is that Jesus is coming. Yesu akija, mambo yote yanakuwa sawa. Kwa hiyo lazima tuimbe kwa furaha. Huwezi kuimba piga pandana. Ondoa pressure ya mambo yako kwanza. Mweke Yesu mbele. Anakuja. Haleluya. Kwa tabasamu zote na kwa kuenjoy kote, anakuja. Yesu anakuja. Can we go that way loudly and joyful that Jesus coming again? Piga pandago, piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Tabasamu, ipaze sauti, imba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja. Yesu yuaja tena. Itoe mangwi sana vilima, Yesu yuaja tena. Amen. Yuaja kwa tabasamu, Yesu anakuja. Haleluya. Yesu yuaja tena. Anakuja. Haleluya. Jesus is coming again. Yesu anakuja tena. Itangazwe Kenya, itangazwe mahali popote, Yesu yuaja tena. Haleluya. Mwokozi
aliyetufilia. Yesu yu aja tena. Oh, anakuja, anakuja. Hallelujah. Anakuja, Kenya. Yesu yu aja tena. Kuona machafuko tunajua kwamba Yesu yu aja tena. Hallelujah. Mataifa yakasiriana, hivyo twajua Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 anakuja. Jesus is coming. Yesu anakuja tena. Maradhi hofu hutuhubiri kwamba Yesu yu aja tena. Taabu hutulilia kwamba Yesu yu aja tena. Paza sauti kwa furaha, tabasamu. Anakuja, 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 anakuja. Yesu yu aja tena. Rudia hilo beti, maradhi hofu. Anakuja, 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 anakuja. Yesu yu aja tena. Maradhi hofu hutuhubiri kwamba Yesu yu aja tena. Taabu hutulilia kwamba Yesu yu aja tena. Mikono yetu juu. Anakuja, 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 anakuja. Yesu yu aja tena. Anakuja, 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 anakuja. Yesu yu aja tena. Can I see a big amen? Amen. Jesus is coming again. And that is sure he's coming again. There'll be no more sorrow. There'll be no more cry. There'll be no more death. No one will be taken to ICU. No one will contest. No one will just come and protest. As Jesus come, all shall be over. And that is the very great hope that Jesus is coming again. Ni habari njema. Rafiki zangu, jioni ya leo nisikusimamisha sana, na ndio maana kesho mchungaji amekubali, na nikushukuru sana mchungaji wangu. Nikushukuru tena, hiyo ndio roho ya Injili, kwamba kesho anabatiza kundi kubwa la watu la kwanza kabisa ambao wanasema katika mikutano hii, oh dunia kwa heri, ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Ya kwamba dunia hunidanganya, lakini nimejua Yesu anatenda wema. Na kwa hiyo hao watabatizwa. Na kama ulipitwa na wito huu, haukuweza kuwa miongoni mwa waliojitoa ambao watabatizwa, nikutie moyo. Na nikutie moyo, nenda kaongee na mme wako, nenda kaongee na mke wako, nenda kaongee na watoto wako, kaongee na majirani zako, ongea na mfanyabiashara mwenzako, mkulima mwenzako, nenda kaongee na watu, waambie kesho ni mbegu ya kwanza ya ubatizo. Ndio tutabatiza watu wengi, but just go. How will it be? Go. Nampenda Mariam, tena akiwa na wanawake wengine, wanaenda kwenye kaburi, not knowing who will move out the stone, but they just said, we are going. We are going. And who will take out the stone? Are there men to move out the stone? That is not our issue, but we are commissioned and we are commanded, and we have to go ye and get to know it when we are
in and on the ground. Nataka nikwambie nenda. Naomba nikutie moyo, nenda. Kaongee na yule ambaye hajabatizwa siku nyingi, nenda. Kaongee kokote, nenda. Habari hizi zitafika kwa wingi na wengi watampokea Kristo. Hata wewe utakuwa na furaha. Ninachotaka kufanya tunapoenda kuomba, ninakumbuka beti moja tu, Madam Rebecca. Linasema, nitakuwa na furaha nikimwona kuweka miguuni pake watu waliovutwa kwa kazi yangu na roho wake. Lazima kazi yangu na yako iwepo, na ndiposa roho wa Mungu apush, afanye sehemu yake. Hebu tufanye kwa kabeti. Nitakuwa na furaha nikimwona kuweka miguuni pake watu waliovutwa kwa ajili ya kazi yangu na roho yake. Sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati zitakapoamka katika majumba. Zitakuwa nyota tajini. Hebu nenda ile kwa nguvu za Bwana. Kwa nguvu za Bwana nitafanya kazi, nitavuta roho za watu, ili niwe na nyota katika taji. Bwana anapotupa tunu, sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa. Haleluya, haleluya. Wakati zitakapoamka katika majumba, zitakuwa nyota tajini. Hebu kwa nguvu za Bwana tena, twende na beti hilo. Kwa nguvu za Bwana nitafanya. Waidi Bwana, kwa nguvu zake utafanya. Nitavuta roho za watu, ili niwe katika taji. Bwana anapotupa tunu, na sijui tajini mwangu kama nyota zitang'aa kila wakati zitakapoanguka katika majumba. Zitakuwa nyota tajini. Hallelujah. Can we shout a big amen? Can we shout a big amen? Hivi kweli, unajua tunawa impact kitu cha ajabu sana, ya kwamba kila mmoja aende akatafute taji katika nyota. Sikiliza hii. Mama White anaandika, na kesho nitawasomea paragraph kidogo, lakini nataka tu niweke quotation, nichukue kidogo tu. Mama White anasema, then I was looking upon heavens, but fortunately I could not see even a single person in heaven with a singleless star. I mean with a singleless crown, without star. Yani anasema nilikuwa naangalia mbinguni, I was looking upon heaven, but
unfortunately, I could not see even a single person, niweke neno hili vizuri, with a starless crown. Nilikuwa naangalia mbinguni, anasema Mama White, nikiangalia walioingia pale, lakini sikumwona hata mmoja mwenye taji ambayo haina nyota. Na nikwambie, hizo nyota tajini ambazo zitawekwa ni idadi ya watu uliowakomboa. Hebu wiki 2 zikawe ni hamasa kubwa Kenyenya. Nenda popote, mwambie Bwana, ninatafuta nyota katika taji, maana mimi makazi yangu ni mbinguni. My citizenship is in heaven. And so what is the work? Ninapenda tuchukue neno hili. These 2 weeks we are depopulating hell and depopulating heaven. Please, we are depopulating hell and we are about to increase or populate heaven. Why? We are commissioned. And why? We are candidates and citizens of heaven. And so Ellen White says, I could not see even a single person in heaven with a starless crown. And so if I want to go to heaven, I must do this work. Yaani Bwana asifiwe. Wangapi wamepata hiyo kitu sasa? Hebu mwambie jirani yako, hakikisha unaenda mbinguni. Mwambie kwa furaha basi, mwambie hakikisha unaenda mbinguni. Mwambie haya matatizo achana nayo. Mwambie hakikisha unaenda mbinguni. Ila mwambie sijamuona mbinguni mwenye taji isiyo na nyota. Mwambie wiki hii hakikisha unapata nyota. Yaani Bwana asifiwe. Can I see those who are inspired to go heaven? And so, by so saying, we are going to search for stars in our crowns to fit, therefore, to be the candidates of heaven. Hallelujah. Baada ya matangazo hayo ya biashara ya Mungu wetu, wangapi sasa wanasema, Pastor, na mimi nataka nipone tu angalau jioni hii nipate testimony kwamba mgongo umepona, kichwa kimepona, kuna kitu kimepona. I just want to testify the experience. You know, we are commissioned to go, Pastor. And as we go, the Bible says and declares, people will get healed and miracles will accompany the gospel, and not miracles to be above the gospel. And so how many of you have just been, Pastor, na mimi nataka niwe accompanied na mimi? Sasa hawa soge, sio unaumwa mafua umekuja hapa, homa hii ya hali ya hewa, una kitu unataka testimony. Can you just come here quickly as we pray before we go? Nisimsoge hapa, mwenye ugonjwa fulani hivi anataka experience the miracle. Ni neema ya Mungu kwamba tuko kazini na anataka kutuhudumia. Lakini kama huna imani, wewe unabaki, ushangae wengine wapone kwanza, maana wewe unachelewa. Wengine tu wanakuja wakikimbia hapa hivi. Na ndio maana alisema kwenye Injili, na ishara hizi zitaambatana pamoja nao. And these signs shall be accompanying them in gospel. And this is how we also pray. Wale wamekuja wengi sana. Sijajua kama wote hawa imani yenu ina maana hiyo. Lakini basi wenye maana hiyo watapata testimony this night. Wenye maana hiyo. Kwa hiyo kama umekuja kushangaa unambipu Mungu, we don't do that. We just pray, na sio sisi ila Bwana mwenyewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. And so utasoma 1 John chapter 5 nyumbani kwako. Mimi nita paraphrase tu. 1 John chapter 5 verse 14 and 15. The Bible declares and says, and this is the confidence we have in him, that if we ask anything in prayer according to his will, he hears us. And it says that, and if we got to believe and got to know that he hears us, we have already obtained what we asked. Hallelujah. Huo ndio ujasiri tulio nao kwake. Kwake, sio kwetu tuliokuja. Sisi sio kitu. Huu ndio ujasiri tulio nao kwa Mungu tuliyemleta Kenyenya. Ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, anatusikia. Na kama anasema 15, kama tukijua anatusikia chote tuombacho, basi tunazo zile haja tulizo muomba. Yaani Bwana asifiwe sana.
Nani mwenyewe ujasiri kwamba sasa na mimi leo napokea kile nilichomwomba? Leo ni siku ya wagonjwa. Utasikia siku zingine za biashara na mambo mengine. Acha Bwana aguse wachache jioni ya leo. And so Pastor Rebecca, please kindly come, and so if the mic is not working, I'll give you mine. Ili uombe, utaombea wale wote ambao wanataka ubatizo mkubwa, na utuombee hiyo roho ya uinjilisti sasa iinuke. Na mimi nitatamka tu machache kwa hawa wagonjwa na wale wazima, ili Bwana ajitokeze. Pastor, so you can come this side in order to, and so you can just lift it up. Yeah. And so tunaenda tufumbe macho tuombe. Tufumbe macho kwanza, fumba macho. Saa heri ya maombi sasa, kwako tunarudi, sumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu, taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona, mashakani tumeshinda wakati wa saa. Hebu tumetabuni tena. Taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona, mashakani tumeshinda wakati wa saa tamu. Ni saa heri ya kila mtu amefumba. Heri ya maombi, ni saa heri ya maombi. Kila mtu amefumba macho, wale walioko mbali na karibu, hata ambaye unasikia maombi haya ukiwa nyumbani, uko dukani, uko pale barabarani. Mungu akutembelee. Uwe na jambo la kumshukuru na kumshukuru, wala sio sisi tuliokuja kenyenya wewe, awe na jambo la kukufanya uwezo wake. And so Pastor, pray. Tuombe. Baba yetu, mfalme wa wafalme, kimbilio letu, muumba wetu, mfariji wetu, tegemeo letu, masaa haya tena tumeshuka katika kiti cha enzi, tukisema ni asante kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Amen. Tunakushukuru kwa kutukilimia maisha, ndiposa tukapata nafasi tena ya kuja miguuni pako Kristo kwa wiki hizi mbili. Na asante kwa wajumbe ambao umewatenga tangu umbaji wa ulimwengu, wache wakatuzungumzie mfalme. Amen. Asante kwa sababu kurejea kwako sasa hautarudi kama mwana seremala, lakini utarudi kama mfalme wa wafalme, ushindi wa washindi, kimbilio letu ambaye tutaishi na wewe milele na milele. Amen. Asante kwa sababu kwa kuonekana kwako kila shughuli za ulimwengu, matatizo ya ulimwengu, machanga ya ulimwengu, vilio vya ulimwengu, misafara ya matanga, ufukara na shida zote za nyumba Baba zitakuwa zimekoma. Asante kwa sababu tutapewa mwili mpya. Tutapewa mwili ambao hautakuwa na njaa, mwili ambao hautasumbuliwa na chochote, lakini maisha ambao tutaishi na wewe milele na milele. Ndio sababu watumishi wako wamekuja katika uwanja huu kutukumbusha ya kwamba hapa sio nyumbani tena. Wamekuja kutukumbusha ya kwamba wakati umeisha, karibuni unarejesha ufalme. Yes. Na kwa sababu hiyo shetani anang'ang'ania wana wako na binti zako. Amen. Lakini tumesimama jioni ya leo, tumesema shetani ashinde kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu za giza zishinde kwa jina la Yesu, ili wana wako Baba, vile tumetuma kuondoka,
tukaleta wengi katika taji zetu, tukaleta wengi katika ufalme wako, ili Baba kila mmoja wetu ukatuondolee vizuizi vya mwovu shetani. Ukamuondoe yule roho wa kukatakata roho zetu, kutuambia pato kuna wakati. Baba, tuna wakati, karibuni unarejesha ufalme, ili upatie kila mmoja kulingana na matendo yake. Kwa hivyo jioni ya leo tena umetutuma kila mmoja, tunaomba ukatushushie Roho Mtakatifu ili akatutengeneze kabla hata hatujaendea wengine. Ili huyo Roho tena akatusukume tuende nyumba kwa nyumba. Huyo Roho akatusukumie tuende kwa watoto wetu. Roho akatusukume tuende kwa majirani, tuende kwa wake zetu na kwa waume zetu. Ukatuendee kwa kila mmoja, kwa sababu ufalme wa mbinguni karibuni unarejea. Kwa hivyo Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Roho Mtakatifu akashuke ndani ya roho zetu. Mmoja wetu asije akalala katika wiki hizi mbili, mafuno yawe mengi katika ghala lako, ili utakaporejesha ufalme kila mmoja wetu tachini tuwe na nyota wengi, tukilikumbuka kazi ambayo ulitutuma tukafanya na ukatubariki. Kwa hivyo jioni ya leo, mfalme wa falme, mtumishi wako atakapoendelea, tunajishusha kwako katika wiki hizi mbili. Matatizo yote tunayakemea na kujafunga kwa jina la Yesu. Uwanja mzima malaika zako wakatembea kila upande. Roho Mtakatifu akashuke akatamalaki katika uwanja huu mzima, ili mashetani yote yakashinda kwa jina la Yesu, ili pepo zote za giza katika Kenya na sehemu zingine zikasambaratika, kwa sababu Yesu unarejesha ufalme, ili wana wako na binti zako wakawa huru, ili Kristo tukaelekee nyumbani. Tubariki sote, nyimbo zote ambazo zitakazoimbwa, maneno yote, mahubiri yote yatakayotamkwa katika uwanja huu, yakalitukuze jina lako, tukisuka na Kristo ukiinuka. Asante kwa kusungumzia roho nyingi, na asante hata kwa wale waliojitoa kwa utukufu wako na kwa ajili ya uzima wa milele. Tubariki pamoja na maombi yatakapoendelea. Kristo ukatembee nasi sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Baba na Mungu wetu, mchungaji na kiongozi Pastor Rebecca ameomba, na jina lako litukuzwe sana sasa na hata milele. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umeingia katikati ya ground hii. Mungu wangu, ninaanza kwa namna ya kipekee kushukuru kwanza kutupatia kiongozi mchungaji Rebecca kutoka mbali Nairobi. Amekuja leo kutupokea, kutukaribisha, tumenyenyekezwa. Ninaomba kabla sijaombea mkutano huu, anza kumtazama mchungaji Rebecca. Kubali changamoto zake uzibebe, kubali masomo yake uyabebe, kubali mzigo wa huduma katika idara zake ubebe, na ndiposa anapoendelea kukutumikia, umesema na baraka na ishara hizi zitaambatana pamoja nanyi. Ninaomba ukampatie uwezo mkubwa wa huduma zaidi ya kawaida. Mpatie kibali kwa miaka mingi iliyobaki ya huduma yake. Mtambulishe usiku na mchana, mseme vizuri mbele za watu. Lakini nakuomba Bwana kwa ajili ya president, na kuomba kwa ajili ya secretary, na kuomba kwa ajili ya mhazini, na kuomba kwa ajili ya wote directors, na kuomba kwa subordinate wote. Itazame field hii, Mungu wetu, yale mambo yaliyokuwa hayaendi kupitia mkutano huu, field hii ikafunguliwe kwa jina la Yesu. Zaka ikaendelee kupanda, wabatizo wakaongezeke, kila mradi ukasonge, majengo yakasonge, kila changamoto wanaokutana nayo Bwana ukaitatue. Mimi mtumishi wako, kwa niaba ya wote uliotuleta hapa, tunabariki field hii kwa jina la Yesu hadharani. Mungu kaibariki. Fungua ile milango iliyokuwa imefungwa miaka nenda rudi. Ninaomba ukawafungulie wachungaji wa district zote katika station hii na station zote katika hii field yote. Wale waliokuwa wamekuwa na giza katika kazi, machozi kazini, changamoto kazini, wachungaji wenzangu wote ninawafungua kwa jina la Yesu. Ninawaachilia mbele zako kwa jina la Yesu. Roho
roho ya dhambi ikakome, roho ya wizi ikakome, roho mbaya yoyote ikakome. Washa moto wa kazi yako katika field hii, washa moto wa kazi katika union hii, washa moto wa kazi katika division yetu, washa moto wa kazi hapa katika dunia yote, maana unakuja upesi, Yesu Mwokozi wetu, msafiri mbali na kwao, na ulisema dhahiri utakuja tena. Amina, amina, na uje Bwana. Jioni ya leo, baada ya kuomba ujio wako, lililo tumaini la baraka kama ilivyoombwa na mchungaji Rebeka, utakapokuja magonjwa kama haya waliokuja mbele yatakoma, utakapokuja mapepo yatakoma, utakapokuja shetani atafungwa minyororo, miaka 1000 hatakuwa na mtu wa kumtesa. Shetani, tunakuambia tumejua unataka utupumbaze, unataka tupoteze maisha yetu. Tunakukataa kwa jina la Yesu. Utuachilie jioni ya leo, ili Bwana tuwe tayari ujapo, tuingie katika raha ya milele. Jioni ya leo, Bwana wangu na Mungu wetu, baada ya hubiri kutolewa lenye kina chake, niruhusu sasa nije mbele ya kiti chako kwa ujasiri. Umesema tukikaribia kiti cha enzi kwa ujasiri, ili tupate neema na rehema ya kutusaidia siku za mahitaji yetu. Wako watu hata wamechoka kusimama kwa sababu ya magonjwa, wako watu ambao wamechoka kwa sababu ya maadha ya dunia hii. Sasa ni muda wa kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Baba, wamekuja hapa mbele. Ikiwa kuna mtu ambaye anaumwa tumbo, ninazungumzia ambao anaumwa matumbo, sasa ninatangaza matumbo yote yafunguke kwa jina la Yesu. Matumbo yote yafunguke kwa jina la Yesu. Wale ambao walikuwa wamechoka, huenda kulikuwa na nguvu ya giza, kuna dawa, kuna mtego, kuna mirija ilikuwa imeziba ambayo inafanya wasipate watoto, Baba, nafungulia matumbo hayo kwa jina la Yesu. Baba, nayafungulia hayo matumbo kwa jina la Yesu. Mishipa ifunguke, ufuko wa uzazi ufunguke, matumbo yaachiliwe, wakapate nguvu ya kuwa na watoto. Ninakujua katika kila mkutano niliyotembea, watoto wamezaliwa wengi wengi wengi. Naomba hapa Kenyenya wakazaliwe wengi kwa utukufu wa jina lako. Watoto ambao wataandaliwa kwa ajili ya ufalme wako, watoto ambao wataongeza jeshi ili twende mbinguni pamoja. Lakini sahi kuna watu wenye mauvimbe kwenye tumbo. Ikiwa kuna mama hapa na uvimbe kwenye tumbo, naomba Baba ukaingia katikati yake. Ninaomba Baba uingie katikati yake. Fungua hilo tumbo kwa jina la Yesu. Baba, fungua hilo tumbo kwa jina la Yesu. Fungua hilo tumbo kwa jina la Yesu. Hilo tumbo lifunguke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wako watu hapa, ninaombea wakina mama kwanza, ambao wanateseka na matumbo ya mwezi, wanateseka kila mwezi, matumbo yanauma, every month wanateseka. Naomba ubadilishe ratiba yako. Ninaomba uingilie matumbo yao. Matumbo yote ya kina mama yanafunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mabinti wakafunguliwe, akina mama wakafunguliwe, waende katika mpangilio wao, maana wewe ni Mungu wa wanawake pia. Ninakuomba Baba sasa kwa ajili ya watu wote jioni ya leo, nguvu yako imefunguliwa. Uwanja huu sio ule wa mipira tena, huu sio uwanja waliokuwa wanakaa watu na kulewa, huu sio ule uwanja wa kuvuta bangi na vitu vibaya vibaya. Umegeuzwa kuwa uwanja wa mapambano ya kiroho, uwanja wa ushindi katika damu ya Yesu. Baba, nakuomba sasa, kuna wanaume na wanawake wamekuja hapa, wengine wengine wana pressure hapa, miaka nenda rudi. Balance the pressure, Father Lord. Kuna ambao wako hapa na diabetes. Wa Mungu wangu, na kuomba wanapo balance chakula na kuzingatia kanuni za afya, inatosha sukari sasa. Bwana, tenda miujiza. Bwana, tenda miujiza. Kuna watu wana vifua na allergy mbaya. Kuna watu wamefungwa hapa na nguvu za giza. Sasa ni muda wa kufungua nguvu za giza zilizofunga. Ikiwa kuna mchawi amekuloga, ikiwa kuna nguvu ya giza iliyokutembelea, watoto wako wamerushiwa kitu kibaya, familia yako inashambuliwa, kama ni ugonjwa wa namna hiyo, jioni ya leo mapepo funguka, nguvu za giza toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kila mtu aachiliwe, watoto aachiliwe, ndoa ziachiliwe, kanisa liachiliwe, kila mtu awe huru, maana umesema tukiwa na wewe tunakuwa huru, huru, huru kweli kweli. Ninatangaza uhuru huo
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wagonjwa wote wa vidonda vya tumbo, wagonjwa wote wa vifua, migongo, wako wanaumwa miguu, wako wanaumwa kichwa, wako wanaumwa macho, watu wanaumwa magonjwa mbalimbali, kila ugonjwa niliyoutaja na ambao sijataja, Baba asante. Baba asante, maana wanapona watoto wako. Asante maana wanapona watoto wako. Sisi ambao ni wazima tunaachilia nguvu ya utendaji wako, tunaachilia nguvu ya utendaji wako. Acha Bwana ushuke utusaidie, acha Bwana ushuke utusaidie. Tenda mambo makubwa Kenyenya, kuanzia leo mpaka mwisho wa mikutano, na kila siku tukuone ukishuka, kila siku tukuone ukishuka. Asante Bwana. Wale ambao walikuwa wamekuja ni wazima, waimarishie afya zao. Na wale ambao tunaenda kwa ajili ya kubatizwa kesho, na ambao tunaenda kuwatamkia na kualika ili kundi kubwa kesho lianze, zaidi ya watu wengi wakabatizwe kesho. Jina lako litukuzwe Bwana. Ninapoenda kuhitimisha mambo haya, wagonjwa wamepona kwa jina la Yesu. Wagonjwa wamepona kwa jina la Yesu. Testimony zitakuja kwa jina la Yesu. Watu wanapona kwa jina la Yesu. Huu ni mkutano wa kila dhehebu, kila mtu anaalikwa hapa. Ni yeyote anayekanyaga hapa, Bwana tenda miujiza bila kubagua kwa jina la Yesu. Sasa niruhusu nitangaze jambo hili. Yeyote anaingia katika uwanja huu, kona yoyote atakayoingia wiki hii na kuja katika ground hii, hii ground ikageuke kuwa holy ground. For these 2 weeks, this is the holy ground. Akiingia mgonjwa anatoka amepona, akiingia mwenye huzuni anatoka na furaha, akiingia na mwenye giza anatoka na nuru, akiingia aliyechoka anaondoka na raha. Bwana, anoint the ground. I am praying for the anointment of the ground. Father Lord, anoint the ground, because we need you. And if we ever needed the Lord before, we should need him now. We should need him now. Jesus, Lord, we need you than ever before. Open our eyes to see your presence. May you go and shout ye to everyone in Kenyenya that Jesus is here and thy presence is here, and ye shall see how he manifests himself. Jesus, thank you. Asante Mungu wetu, usiku wa ajabu umetangazwa. Acha twende tukiwa tumelala, unafanya operation, unatuponya, unatuamsha na afya njema Bwana. Watoto wako wanapona. Jina lako litukuzwe, na kila aaminie ashangilia akisema amen. Aseme tena amen. Tuseme kwa moyo mkuu kwa Yesu wetu amen. There's power in here. Na kama kuna watu wengine wamepona saa hii, wengine usiku wa leo watakutana na nguvu ya Bwana. Kesho tunakuja si kama tulivyokuja. Bwana ametutetea. Jamani, Bwana ametutetea. Na vile ambavyo ataona kwa utukufu wake visiondoke, anakuja upesi. Yesu Bwana wetu akija, anasema Ufunuo, magonjwa yatakoma, vilio vitakoma, na tuombe huo ujio wake, tuhubiri, maana hubiri la Injili ndilo litakalo leta ujio wake. Tunapenda kutulia. Pastor anakuja kutangazia na mwenyekiti wa kambi ni saa ngapi ubatizo unafanyika, ili kila mmoja akachangamke kuleta watu kwa Yesu kwa njia ya kipekee ya ubatizo. My pastor, how I pray for you my brother, how I pray and love you, and even I am telling you, you will see the Lord in your life. And tomorrow is the day for your family. I'll pray for you here. And so be blessed. Msikilize mchungaji, karibuni asubuhi, na leo tutaishia hapa, ila kesho tutaenda na ratiba ya mkutano. Azizi. Basi wale tulipanga kupatisa kesho by 9 we are supposed to be here. Saa 3 kamili tutakuwa hapa kanisani Kenyenya. Tukutane hapa mkutanoni hapa. Cyrus Azizi. Na wazee madikoni wangu wote pia mjipange kucha, so that we can go with them down the river, so that we can baptize them. Please avail yourself. Musikose kufika mapema, kwa sababu pastor yule ambaye atakuja kunisaidia kufanya ubatizo by saa 3 tumeongea na yeye atakuwa hapa. Please now make sure you come so quickly. Cyrus Azizi. Yeah. Na basi
tusaidie wale mko juu ya viti, make sure umesongeza ndani ya hema. Songeza kiti kila ambao umekalia ndani ya hema, ili kwamba wale watakapokuja kuvipanga wapate kazi rahisi. Ninawaomba sana wandugu na wamama na wazee na vijana, mfanye hivyo. Watu wangu wa upatiso msikose, wazee, watu wenu wa makanisa wale tunaenda kupatisa. Please make sure you have them at your fingertips. Nataka kutangaza tena, kina mama tafadhali, ni vizuri kucha kando kumulilia Mungu. Tufanye registration kutoka kwa makanisa yetu, ili tupatie wale wanakucha day scholars na boarders. Tunaenda kuishi Kenyenya Junior Academy. Kwa hivyo na wewe kucha kando, tumulilie Mungu pamoja. Wageni wetu wanakuja kwa wingi na watakuwa wanatufunza masaa ya asubuhi kabla tuchakucha mkutano. Iko kamura nchando nsie simole. Towo mwera na alia asenge nchoko chaka italike mronge veri na ise tunalitocha goche boarding. Kwa hivyo endelea kujipanga na kuregister ili tuwe pamoja tunapomsubiri Mungu wetu. Mungu awabariki. Asante wachungaji. Ni furaha na baraka kubwa tukiwa na wachungaji karibu nasi. Abantu baminto nko bairane limbu ya mono asogocha ko tutaragenda ebiroge ebibunora abugo libagoko genda uko birento bitiga uko getiga abuga kwa kebeka ngabu wa magosoka. Abadikoni n'abadikonesi tonyora neke banda gae me ya rugoroga iga no murai no are toroberia amangana ito murai no are rugorari abadiko n'abadikonesi. Alafu ababako bwati moche gaiga abamoko bwati mocha Mako situ Ezekiel Muevi Gitio ni Nyantika Ombaki Nyanga Ericho Nyancha na Chakobo Aminga Moti garego moche gocha iga bwango iga kora bwango bana moche gatonyora nesa asenge njo meroberia ekerege ntogia asirire yogo kereta goje twagetangasa mbiyamono sana asenge njo esimieri ya asira njato kamwanyirani nyasaba sesenie kende yonsi kia asirire keirani kenyoro monyene to basa kogenda na rana egetamba ngere kia tigumo inaria koranje no kwaimuki getamba getarie kiao okerete gocha. Is coming soon again. Kwa jinsi hiyo ndio tutakuwa tunawatoa hewani kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia hewani hapa. Mpendo mtazamaji, tupo nchini Kenya, tupo Kenya ambapo tuko sasa kwa juma hili ama kwa majuma mawili yanayokuja tutakuwa tunakuletea mbashara kabisa hotuba za mahubiri yote ambayo yatakuwa yanafanyika katika uga huu wa Kenyenya Stadium. Hii ni Get the Point Media ambao tuko nyuma ya mitambo kuhakikisha kwamba kila hotuba ambayo inarushwa hapa kila siku na zile hotuba ambazo zinafanywa siku ya Jumamosi zitakuwa zikikujia. Kwa ufupi tu, leo sabato hii ya leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2024, vipindi vya sabato vimeweza kufanyika jinsi ile ambavyo vilikuwa imeratibiwa. Alisimama mtumishi wa Mungu Daktari Fadhili Samuel Lubua na somo linalosema kwamba chunga usiweze kuachana na Mungu. Kisha baadaye walisimama waimbaji kadha wa kadha, wamesimama waimbaji wa kwaya za hapa mjini Kenyenya, wamesimama waimbaji wa adoration kumsifu Mungu, waweza kusimama waimbaji wa kwaya la Heaven Targeters ambalo ndilo tu linashirikiana na lile la Greensboro kutoka ni Bible study ambacho kilele chake kimemalizika na maombi jioni hii ya leo. Mwishowe tunamaliza na matangazo ya wazee wa kanisa ambao wameweza kutupa
matangazo hayo. Hii ni Get the Point Media ambao ni digital social media platform ambayo inahakikisha kwamba kurusha hotuba hizi na zingine zingi kupitia simu pamoja na social media. Wapo kwenye Facebook, wapo TikTok kama Get the Point, wapo kwenye YouTube ambao mahubiri yote ya siku ya leo unayapata kwenye Get the Point Media na vile vile kwenye channel ya YouTube ya Heaven Targeters. Mimi naitwa Emmanuel Bosire Kaditama, ndivyo hivyo natoka hewani nikisema get the point, take a step forward. Basi abalisi mwesipi tonyora nali asa abalisi barali